Naam. Naam. Mm. Naam. Mm. Naam. Bwana mnyingi sana. Kwa wale wafuatiliaji wa mambo, bila shaka watafahamu nini ambacho kinaendelea pale Sri Lanka. Tunaongelea taifa la kusini mwa Asia ambalo lina historia nyingi sana. Moja ya vitu ambavyo pengine huvifahamu kuhusiana na Sri Lanka, ambavyo mimi binafsi nimevifananisha na kuvirandanisha na taifa letu Tanzania, ni pamoja na mfumo mzima wa namna ambavyo wanachagua wabunge wao, lakini pia ukifuatilia kwa kina sana utagundua pia hata rais. Sisi tunamweka rais madarakani kwa miaka 5, lakini wao wanamweka kwa miaka 6. Lakini ukifuatilia katika historia marais 8 ambao wametawala katika Sri Lanka, utagundua kwamba wapo ambao wametawala zaidi ya miaka 11, zaidi ya miaka 10. Umeona bana, miaka 6 ndio ambayo imepitishwa na hii katiba yao ambao wameipitisha hivi karibuni, lakini kiuhalisia ni kwamba wapo ambao waliongoza zaidi ya hiyo miaka 6. Leo kuna mengi ya kujadili kuhusiana na Sri Lanka kufuatia kile ambacho kinaendelea, hususan baada ya kudorola kwa uchumi. Unapoizungumzia Sri Lanka kusini mwa Asia, pale ni moja ya taifa ambalo lina uchumi imara sana, lakini kwa hivi karibuni limeyumba kutokana na usimamizi mbovu. Kwa hiyo wananchi kama wamekerekwa na kile ambacho kinafanywa na viongozi, na maamuzi pekee ambayo wameyatumia ni kuhakikisha kwamba wanaondoa uongozi wa rais ambaye alikuwa madarakani, Gotabaya Rajapaksa. Kuna mengi ambayo yamejiri, lakini kubwa ambalo limewavutia wengi ni kuhusiana na wananchi kuamua kuingia katika makazi ya rais na kwenda kujiselfie mule ndani. Wameonekana wapo ambao wamepanda kitanda ambacho alikuwa analalia rais, wapo ambao walikuwa wanaogelea katika swimming pool ya Ikulu na vitu vingi tu ambavyo wamevifanya. Kuna nini Sri Lanka? Leo tunalijadili hili katika simulizi zinaishi. Niko na mtu mzima, Jabir Othman. Asalamu alaykum. Wa alaikum salam maalim. Mwema kabisa. Mwema, nashukuru Mungu. Nimemwona mtu kama wewe pale Sri Lanka katika wale wahuni ambao walikuwepo pale Ikulu wanaogelea, nikasema huyu ndugu yangu Jabir kafuata nini huko? Nilikuwa nimeshika remote wale sebleni. Hatari sana, hatari sana. Tulikuwa tunafuatilia kinachoendelea. Bwana Jabir, nataka tujadili kwa kina kuhusiana na kile ambacho kinaendelea pale Sri Lanka. Lakini kitu pekee ambacho nimejifunza, maana unajua wengi tukiona mataifa ya wenzetu yametokea kitu tunafuatilia kuna nini kile. Lakini kitu nilichokuja kukigundua ni kwamba Sri Lanka asili yao, wananchi wake kwa ujumla, ni watu fulani hivi ambao ni wabishi. Yaani kitu kikiwa kiendi vizuri, moja kwa moja lazima wafanye kitu. Sasa kabla sijakusikiliza kwa kina kutujuza kile ambacho kinaendelea, hususan kwa wale watu ambao wamevamia makazi ya rais, nataka nimfahamishe pia yule ambaye anatufuatilia kupitia simulizi naishi kwamba kuandamana ama kufanya mgomo wa ili kitu kifanyike Sri Lanka, hii sio kwa mara ya kwanza. Kipindi cha nyuma kabisa, wakati kabla hata bado hawajapata uhuru wao, moja ya kitu ambacho kilileta mgomo mkubwa ni bendera. Unajua bendera ya Sri Lanka ilishabadilishwa karibia mara 4 hivi mpaka kufikia hii hatua ambayo inatumika sasa hivi. Bendera ambayo inatumika sasa hivi ilishabadilishwa kama mara 4 hivi. Na sababu kubwa ni kwamba unajua Sri Lanka kama Sri Lanka ina makabila zaidi ya 4, lakini makubwa ambayo yana nguvu pale ni kama 2 hivi, ambayo kimsingi utakuja kufuatilia kwamba haya makabila lipo kabila moja kubwa ambalo lina nguvu zaidi, takriban 74% ya watu wa Sri Lanka inatokana na kabila hilo ambalo linaitwa Sinhalese. Umeelewa? Lakini kuna makabila mengine kama vile Tamari, umeona, Tamil wenyewe wanaita hivyo. Na haya makabila yana nguvu kubwa sana, ndio maana hata vyama vya siasa pia unakuta kinaanzishwa chama cha siasa kinaitwa Sinhalese moja kwa moja ama Tamil, na vinaleta kweli upinzani mkubwa sana na ndio Kwa hiyo hii Tamil ndo walikuja na ile kundi la waasi ile Tamil Tigers. Tamil Tigers imetokana na ukabila na vitu kama hivyo. Unajua moja ya vitu ambavyo sisi tumefanikiwa kama Watanzania ni kuua hivi vitu, ukabila, udini, lakini hawa watu
wenzetu mataifa mengi sana yamekuwa yako mbele sana katika kukumbatia udini na ukabila. Sasa nikikurejesha katika bendera, hata zamani pia watu walikuwa wana mgomo wa namna hii. Kwa nini bendera haina alama zetu? Umeelewa? Wamejitokeza Tamil wanasema kwa nini bendera haina rangi zetu? Wamejitokeza kundi jingine, maana Sri Lanka pia ina Wabudha wengi, lakini kuna dini nyingine kama Ukristo, umeona, Uhindu upo pale. Kwa hiyo wao pia wakasema si pia kwenye bendera pia tunahitajika tuwepo. Ndio maana kukaongezewa rangi pale. Ukifuatilia bendera ya Sri Lanka utagundua kuna mnyama simba anaonekana pale, ambaye ukirudi nyuma kabisa kuna ufalme unaitwa, mwanzoni nilikuwa nakusikia kabla hatujawasha kipaza sauti, kuna falme moja hapo uliitaja ambayo ilikuwa ina nguvu sana kwa kipindi hicho, na ndio ambayo ilitawala pia bendera ya Sri Lanka. Inaitwa Kandit, kitu kama hicho. Ulitamka mwanzoni neno kama hilo Kandit, nadhani kitu kama hicho. Lakini kimsingi ni kwamba walichokuwa wanakihitaji ni wao wawepo kwenye bendera, kwa kuwekwa rangi ambazo zinaashiria kabisa kwamba hii rangi ni dini fulani. Uhindu upo pale, Ukristo umo, lakini pia Uislamu upo, kwa imewekwa pale. Lakini kuna mishale mingine pia imewekwa kwa ishara ya kundi ambalo pia lilikuwa linaibuka pale, la kuambiwa kwamba na nyinyi pia mpo. Kwa walivyoona kwamba sasa kwenye bendera tupo, wakatulia, maisha yakaendelea, wakaanzisha katiba yao na uongozi ukaendelea, na uchumi wao pia ukawa ni imara sana. Na hapo ndo tatizo likaanza. Na kufikia leo. Sasa. Kwa hiyo ubishi ama kusimamia jambo lao ni kitu ambacho Sri Lanka walikuwa nacho tangu zamani, sio kitu kipya. Tunashuhudia 2004 kulitokea tsunami kubwa sana ambayo liligharimu maisha ya watu pia pale Sri Lanka. Kwa hiyo linashuka panda nyingi tu hili taifa, na watu wengi walipoteza maisha kwenye tsunami ambayo lilitokea mwaka 2004 na liligharimu maisha ya watu wengi pia. Kwa hiyo tunapoizungumzia Sri Lanka hii ya wahuni ambao wamevamia na kuishi kwenye makazi ya ikulu, tufahamu pia kuna mengi ambayo yamejiri. Tujuze Jabir, nini ambacho kimetokea? Unafikiria reaction ya wananchi mpaka kuingia ikulu, kwenda kuvamia makazi ya rais, kwenda kumtoa, ilikuwa ni njia sahihi? Ni njia sahihi, kwa sababu ukiangalia kwa hali iliyokuwepo kwa hili taifa la Sri Lanka, ambalo kwa faida tu ndugu msikilizaji, kwanza hiki ni kisiwa ambacho kinapatikana kabisa jirani na nchi ya India. Na kipindi cha nyuma, miaka ya nyuma hapo kidogo, inavyosemekana kulikuwa kuna njia kabisa, barabara ambayo inatoka India mpaka Sri Lanka. Lakini kutokana na mabadiliko ya tabia nchi, mwisho wa siku ile barabara ikawa imefunikwa na bahari. Kwa hiyo sasa hivi inatumika kama ndio mpaka baina ya nchi ya India na nchi ya Sri Lanka. Kwa maana imekuwa kama peninsula ile. Ilikuwa kama peninsula, lakini sasa hivi ni kisiwa. Sasa ukirudi nyuma, hili taifa la Sri Lanka bwana, uongozi wao wenyewe umekaa kifamilia zaidi. Ni miongoni mwa nchi kama vile Japani, ndani falme za Kiarabu zile, United Arab Emirates, kwa mfano Saudi Arabia. Sasa tunaona kwa sasa hivi kuna Muhammad bin Salman, yule mtoto wa kwa hiyo Sri Lanka nayo the same. Wamekuwa kwa kipindi kirefu sana, serikali inaongozwa na familia moja ama ukoo wa mzee Rajapaksa. Sasa tunasema hii ni familia ambayo imekuwa ikiongoza Sri Lanka kwa miaka takriban 20. Umeona? Wao wakifanya yani kubadilishana kama ndugu. Umeona? Sasa kama mfumo wa kifalme. Kama mfumo wa kifalme. Japo wanapigiwa kura, lakini inakuwa ni hivyo sasa. Yani inakuwa inazunguka mule Marizongo, Bakarizongo, sijui na nani Zongo, basi huyu inatembea umo. Sasa ndio hivyo. Kwa hiyo ukirudi, shida bwana ilianza. Shida imeanza nyuma kidogo, lakini sasa hali ilianza kuwa tete kuanzia Machi mwaka huu hapa.
Unajua Machi mwaka huu ilifikia taifa la Sri Lanka mpaka mitihani yake ya taifa ikaahirishwa. Just imagine. Mitihani ya taifa ya Sri Lanka imeahirishwa, na kwa wale wanafunzi ambao hawapendi mtihani. So of course ni wanafunzi wote hawapendi mitihani. Umeona, lakini watu walifurahi, walikula bata. Sasa ukiuliza the reason behind, serikali ilikuja mbele ikasema kwamba sababu kubwa ya kuahirishwa mitihani ya taifa ya nchi nzima ya Sri Lanka ni kwamba serikali imekosa pesa ya kununulia karatasi za kuchapishia mitihani. Can you imagine? Yani ikawa hivyo. Sasa issue haikuishia hapo, kaanza story mdogo mdogo. Baada ya nchi kwamba watu wameshindwa kufanya mitihani, wanafunzi wakaamua tu wakalabata, hakuna mtihani wowote uliofanyika. Hali ikawa inaendelea, mara kidogo kukawa kuna mfumuko. Mimi nawe kuna mfumuko afu kuna mpasuko. Ule naona ni mpasuko, umeona, wa gharama za maisha, kuanzia mafuta, dawa za binadamu, umeme ukawa unakata takriban masaa 17 kwa siku. Unaona, mafuta, mchele. Yani Sri Lanka ni mmoja katika mataifa makubwa ambayo ni wazalishaji wakubwa kwa kiasi kikubwa sana wa mchele ni wao, lakini pia mchele kule Sri Lanka ukawa haupo, wakawa wanaagiza nje. Hapa ndo shida ilipoanza. Sasa tumesema hivi kwa sababu wenyewe walivyo. Kama tukirudi nyuma, tulisema kwamba yani kuna namna ya undugu, sawa, na ndo shida ambayo kikubwa kilichofanya wananchi ikabidi waingie, sawa, sababu tunasema tukianza hapa kwenye serikali iliyojaa undugu, elewa, wamekuwa wakijipandikizia mali, rushwa na matumizi mabaya ya ofisi, sawa. Mfano tukirudi nyuma mwaka 2005 mpaka 2015 ni takriban miaka 10 hiyo, sawa. Hapa safari ilianza rasmi kwa bwana Mahinda Rajapaksa, sawa. Yeye ndio alianzisha safari ya urais. Baada ya kuingia serikalini, yeye akapiga zake hela za kutosha tu hapo, akaita akaweka ndugu zake, kwa sababu yani ukianza hapo, yani kuanza tu yeye akaweka ndugu zake, umeona, akajitahidi yeye, wakafanya waliofanya kuanzia 2005 hiyo mpaka 2015. Wananchi sasa kurudi kwenye kura tena za uchaguzi, wakawapindua wale ndugu, wakamchagua bwana Maithripala Sirisena, sawa. Yakaingia madarakani pale, lakini ndani ya miaka yake wafikiri alichukua muda mrefu, miaka 4 mbele, 2019 ukafanyika uchaguzi, akapigwa chini huyu bwana Maithripala Sirisena, sawa. Na aliyeshinda sasa, uliza nani? Akaja bwana Gotabaya Rajapaksa ambaye ni mdogo wake na Mahendra Rajapaksa, umeona. Sasa baada ya huyu Gotabaya kuingia madarakani, yeye sasa naye akarudisha sasa ule undugunization ule ndugu akarudi ofisini kama kawaida. Kuingia tu picha linaanza, akafanya uteuzi jopo lake la mawaziri, lakini jopo hili la mawaziri likiongozwa na Mahinda, umeona. Akarudi tena Mahinda Rajapaksa, yule ambaye alikuwa ni rais mstaafu, akamchagua. Unaona hapo ilivyoanza, akamchagua kuwa waziri mkuu wake. Yani mtu katoka kuwa rais miaka kibao, amerudi tena kuwa waziri mkuu, umeona, ikawa iko hivi. Kwa hiyo watu wakaendelea, lakini shida inakuja hapo sasa. Ukumbuke, lakini miaka yote hiyo wanachaguliwa kwa kura na mifumo ya kiserikali, sio kama labda wanapita tu, wao wanaingia wanachaguliwa. Sasa ukirudi sasa, shida ilianza
walianza kulaumiwa wote, huyu bwana Gotabaya na Mahindra. Sawa, kwa sababu wao ndo wabeba lawama kwa hii nchi ilipofikia. Sawa, kwa sababu yani kuna miradi ya kiserikali ambayo imeanzishwa, sijui ujenzi wa barabara, lakini yote inaishia huko, unaelewa? Yani haikamiliki. Imeenda wakawa wamefikisha nchi mpaka ikawa inakuwa ina import zaidi kuliko inavyo export, unaelewa? Yani kwa sababu ilivyo nchi yoyote lazima uwe kuna uwiano kati ya transportation na exportation. Wakati wewe unaingiza bidhaa ndani, lakini lazima na wewe uwe unauza nje. Lakini sasa nchi inapokuwa ina import zaidi, yani inanunua vitu nje kuliko inavyotoa ndani kupeleka nje, hii tunaita kitaalamu, wenyewe wataalamu wanaita trade deficit. Sawa, nchi ambayo wana export vitu vingi kuliko wanavyo import, wenyewe wanaita trade surplus. Kwa haraka tumezoea kutumia yani tumezoea kwamba utakiwa kutumia kuliko unachokiingiza. Bwana Omari, leo wewe unaingiza 200,000 au 300,000 kwa mwezi, alafu una matumizi ya 1,000,000. Ndugu yangu, wewe muangalia hapo, utakuwa wewe lazima tu utaangukia tu kwenye trade deficit. Sawa, lazima. Kwa hiyo sasa issue ndipo ilipoanza hapa. Ukirudi hawa jamaa hawa, yani kwa kifupi tuseme moja ya vitu ambavyo pia alichokuwa anajaribu kukifanya bwana Rajapaksa ni kuhakikisha miradi hii ya ujenzi wa barabara na vitu kama hivyo iko vizuri sana. Watu wakasema sawa, hamna shida, unatujengea barabara, sawa, hamna shida, kuna miundombinu unaiweka vizuri, lakini vipi matumbo yetu? Yani swali lilikuwa ni kwamba ndio unajenga hiyo miradi yako, je, si tunashiba? Lakini licha ya hivyo kwamba kajenga, lakini miradi mingi sana imeishia njiani. Kwa sababu nikikwambia hivyo, yeye mwenyewe mmoja katika skendo kubwa anayolaumiwa ni kupoteza takriban zaidi ya bilioni 90 za Kitanzania, bilioni 90 za Kitanzania. Unaona, yeye amezipoteza tu kwenye ujenzi wa barabara, na yani hazikuonekana zimepitia chocho gani, yani yeye sawa. Kwa hiyo jamaa ukiangalia hiyo skendo ilikuja ukawa baadaye kwa alikuwa ameandaa hadi majeshi ya kufanya mapinduzi. Yani uone wa jamaa wanapenda madaraka. Umeona, naangalia sasa alivyomaliza tu urais akagombea ubunge katika jimbo linaitwa Kurunegala. Majina yao Kurunegala. Mwamba akashinda, akarudi tena kama mbunge. Hiyo ni rais wa kwanza kufanya hivyo. Yaani katoka kwenye urais afu karudi gombea ubunge. Ikawa amefanya tena madudu kama hayo. Sasa kwa kifupi ndio hivyo, nikimwangalia bwana hawa walipoifikisha nchi wameifikisha pabaya, kwa sababu baada ya hapa wakuishia hapa hawa jamaa baadaye walikuja kufanya kitu kimoja. Unaona, wakastopisha vitu vingi sana. Kwa mfano, bwana Rajapaksa walipiga marufuku wananchi kutumia mbolea zinazozalishwa za kiwandani. Can you imagine? Yani exportation, yani zile exported fertilizers ambao nchi zote duniani inazalisha na inatumia. Can you imagine leo Ujerumani si zaidi ya 10 mpaka 15 ambao wanatumia mbolea hii asili, yani kinyesi cha ng'ombe, cha kuku, sungura, sijui kondoo, hii mifugo ya kawaida na nyasi zile. Lakini wao sasa wananchi wakafuatisha. Serikali ndio imesema watafanyaje? Kufuatisha, ndo shida ilipoanza sasa. Mazao yakashuka chini. Si unaona? Mazao yakashuka chini. Issue haikuishia hapo. Wao walichofanya wakajifanya wanatengeneza namna ya kupandisha thamani ya pesa yao.
Kivipi? Kwenye uchumi huwa wanafanya kitu kimoja, tunasema nchi inapandisha thamani ya pesa yake, kwa sababu kwa mfano leo dola, labda dola kwa Tanzania ni 2,200 ngapi, tuseme 2,300, sawa. Sisi tunajifanya sasa sisi dola kwetu sasa hivi ni shilingi 2,500, unaona, 2,500. Sasa ukija ukipeleka benki 2,500, lakini kwenye ground huku wananchi watachukua labda ile 2,300. Kumbuka humu Tanzania kuna watu ambao wana ndugu zao wanaishi nje, wanafanya kazi kule, na wale wakifanya kazi kule, kwa mfano wanaifanya kazi Marekani, tuchukulie dola ya Kimarekani kwa sababu ndo tunasema standard currency ambayo inatumika worldwide, kwa maana atatuma hela huku. Kumbuka hatumi shilingi 10,000 kule, atatuma dola kadhaa, yani huku ndo inakuja kwenye conversion rate, lakini kule anatuma dola kama dola. Sasa kilichotokea kwamba unapowaambia wananchi 2,500 dola na kati kiuhalisia ni 2,300, watu wataacha kutuma hela kupeleka benki, na benki ndo control. Benki kuu ndo control ya uchumi wa nchi, inabidi upate hela, lakini unapozikosa hela kule za benki kuu, ina maana sasa pale wananchi wakaacha, kawa ni ground sasa hela zina. Hapo ndo tatizo jingine lilipoibuka, na lilikuwa kubwa zaidi, kwa sababu pia moja ya chanzo kikubwa cha uchumi wa Sri Lanka ni wananchi wa Sri Lanka ambao wanafanya kazi nje, wanachangia sana serikali yao. Kwa hiyo yani kama vile Watanzania ambao wanaishi Marekani, alafu wawe na mwamko mkubwa wa kuchangia serikali yao. Sasa unakuta utofauti ndio huo, sisi tunachangia huko, afu kumbe nyinyi tayari mmeshaweka dola yetu sisi thamani yake ni hii, afu kumbe kiuhalisia sisi tunaochangia sio hii. Na msingi mkubwa wa nchi nyingi sana huwa ni diaspora. Diaspora wana mchango mkubwa sana tena. Kwa hiyo bwana, hii ndio shida yote ilipoanza. Sasa wananchi bwana walivyoona hii hali hii inazidi, na huyu bwana huyu hawatotoka, ndio watu wakaamua waingie sasa. Wakaanza mwanzo, zikaanza kama utani, watu wananchi wakawa wanaona utani. Na wale jamaa bwana mpaka jana wanasema kabisa sisi hatutoki humu. Watu wametulia, watu wanaendelea kulalia kitanda cha rais. Umeona pale kwenye swimming pool. Uzuri ni kwamba moja ya kitu ambacho wamekifanya kimeleta matokeo makubwa sana. Gotabaya Rajapaksa alitangaza rasmi kujiuzuru, na kimsingi aliambiwa na bunge ajiuzuru itakapofika tarehe 15, ina maana ni siku ya Jumatano ndio aweze kujiuzuru. Lakini kabla hata hiyo tarehe ambayo ilitangazwa na bunge, akaona hali si shwari, akaamua kutangaza rasmi kujiuzuru. Lakini imekuja hiyo baada ya mengi kufanyika. Tulimshuhudia waziri mkuu Ranil Wickremesinghe ambaye mmoja ya watu ambao walipata changamoto kubwa sana ya kuchomewa nyumba yao. Waziri mkuu alipata majanga makubwa sana, alichomewa kabisa nyumba na wananchi wenye hasira kali. Umeona bana, baada ya kuchomewa nyumba, yeye mwenyewe akatangaza. Kwanza alifanya jaribio la kutaka kutuliza ghasia pale, akiwaambia jamani, tutaweta maridhiano ya kitaifa, lakini watu hawajasikia. Matokeo yake mambo yakawa ni makubwa zaidi, matokeo yake wakaamua kujiuzuru. Kwa hiyo taifa limepata historia ya kwamba Gotabaya Rajapaksa kama rais pamoja na waziri wake mkuu Bwana Ranil wamejiuzuru, lakini bado wahuni wameshikilia ikulu, hawataki kuondoka mpaka mambo yatakapokuwa yameelekea vile ambavyo wanataka wao. Kimsingi hayo ndo mambo muhimu ya kuyajua kuhusiana nao. Nakumbuka kuna msanii wa hip hop, nadhani ni Maalim Zuzu. Anajiita Maalim Zuzu na MC kutoka Tamaduni Music. Aliwahi kuimba na kuna nukuu moja ya mstari wake, anasema wanyonge wakichoka waingia msituni na kugeuka waasi. Kwa hiyo hapa wanyonge walivyochoka wakaamua waingie msituni na kuingia ikulu moja kwa moja, kama vile waishi na wao japo muda wa siku 2-3 waogelee na wao. Pengine pale utakuta wananchi wamekosa kuoga kutokana na maji. Wananchi pale wengine hawana hata TV, wameamua
Tena jamaa mimi walichokuwa wananifurahisha Mm. walikuwa wanaangalia taarifa habari inayohusiana na kile kinachoendelea. na kile kinachoendelea. Hatari sana. Kuna Kwa maswali mawili ambayo tunakuacha nayo. Haya ni maswali muhimu sana kwa wewe ambao utawahi kuyajibu, basi ufahamu tutakuzingatia, na kuna namna tu ambavyo ukijibu, weka namba yako ya simu hapo tuone namna gani ambavyo sisi na wewe tutachati ili tukuboost uendelee kuweka bando lako la kutosha, uendelee kuvinjari, uendelee kutembelea Simulizi Zinaishi. Swali la kwanza ni Sri Lanka ilipata uhuru mwaka gani? Hebu jaribu kudondosha komenti zako hapo. Wale wa kwanza ambao watajibu sahihi itakuwa ni vizuri zaidi. Sri Lanka ilipata uhuru wake mwaka gani? Lakini swali la pili ni jina la Sri Lanka la mwanzo kabla ya hii hapa Sri Lanka ambayo unaifahamu, jina la mwanzo lilikuwa linaitwaje? Tujibu pia swali hilo hapo. Swali mawili hayo hapo, ukiyajibu kwa usahihi kabisa na ukaweka namba yako ya simu chini hapo vizuri kabisa, sitakutafuta la tutakuboost bando la kutosha ili uendelee kuvinjari kupitia video zetu za Simulizi Zinaishi. Mimi nimemaliza bwana Jabir. Tunasisitiza hapo, wewe unaona ulikuwa unaficha, lakini tunasema kabisa wa kwanza kujibu kwa ufasaha kabisa, kwa usahihi, ana bando la shilingi 10,000. Sawa. Bana, tukutane tena kwenye mjadala mwingine tena ambao tutakuwa tukijadili masuala mbalimbali hapa ndani ya Simulizi Zinaishi. Omar Zongo niko na Jabir Othman Jabir hapa. Bye bye.